Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mgina Lord, mwalimu wa neno la Mungu, na nichukue nafasi hii tena kukukaribisha wewe mtazamaji wa vipindi vyetu vya Sauti ya Uzima. Ni fursa ya kipekee ambayo Mungu ametupatia siku ya leo kuja tena mbele zako hapa tukikuletea maneno ya Mungu, tukuletea mada mbalimbali ambazo tumekuwa tukifanya hivyo kwa ajili ya kujadili na kuzungumzia mengi yanayohusu Ukristo pamoja na imani ya Kikristo. Na leo mezani niko na mgeni, pia tuna mada ambayo tutakwenda kujadili pamoja naye. Kabla sijampatia nafasi ya kujitambulisha na kusema yeye ni nani na anatokea wapi, nikukumbushe tu usiache kusubscribe, usiache kulike na ucomment kwa video zetu zote ambazo unapitia katika channel yetu ya Sauti ya Uzima. Nimpatie nafasi, atajitambulisha, atatuambia yeye ni nani na anatokea wapi, kisha baada ya hapo nitakwambia ni nini ambacho tunakwenda kujadiliana naye siku ya leo. Karibu sana. Asante. Unaitwa nani? Asante. Kwa majina yangu naitwa Bienfait Colombe Ezekiel. Ni mwanatheolojia. Ninasali kanisa la Pefa Mosenga. Okay. Pefa Mosenga, Kigoma. Ndio, Kigoma. Tunafurahi kuwa na wewe siku ya leo, mwanatheolojia Bienfait. Tunashukuru sana kwa sababu ya nafasi hii. Sasa leo kuna mambo mengi sana ambayo nilikuwa nafikiria tunaweza tukajadiliana leo kwa ajili ya faida ya mtazamaji wetu wa Sauti ya Uzima, lakini kubwa kabisa ambalo ningependa tugusie leo ni hili. Kuna kitu ambacho inaitwa lugha ya Kikristo. Nikisema lugha ya Kikristo ni maneno yale ambayo kama wewe sio Mkristo ama kama wewe sio mtu wa kanisani, kuna lugha ambayo inakuwa ngumu sana kuielewa. Kuna baadhi ya vitu, kwa mfano ukisikia watu wanasema nimefunikwa na damu ya Yesu. Mwingine umewahi kusikia hizo lugha, mtu anambia nimefunikwa na damu ya Yesu. So au tunasikia tunaenda kula mwili wa Yesu. Hizo ni lugha ambazo tunaitaga lugha za Kikristo. Sawa. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikichanganya watu wengi, hasa wale ambao sio wa Kristo, watu ambao bado hawajampokea Kristo, wengi wamekuwa wakichanganyikiwa na baadhi ya lugha ambazo tunaziita lugha za Kikristo. Sasa leo tunataka tuchukue moja kati ya lugha za Kikristo ambazo zimekuwa zikiwachanganya watu wengi, na nataka twende tukajadiliane mimi na wewe kwa faida ya mtazamaji wetu pamoja na watu wote ambao watapitia kuangalia somo hili. Na lugha ya Kikristo ambayo nataka tujadiliane siku ya leo ni hii ya kusema kutembea nuruni. Tumesikia watu wengi sana, mahubiri mengi sana. Hii ni kauli ambayo imekuwa ikizungumzwa kwa miaka mingi. Kusikia mimi natembea nuruni bwana, mimi ni mtu wa nuru bwana. Sasa tunapozungumzia habari ya kutembea nuruni, unajua kuna wakati fulani inakuwa ni usiku na unahitaji labda utoke uende kufanya hiki na kile. Ni usiku na ni giza. Sasa huyu mtu ambaye huyu Mkristo ambaye anakuambia anatembea nuruni, na kuna siku tunamkuta anatembea gizani, anaenda kufanya biashara zake hizi na zile. So huyu anakuwa anamaanisha nini anaposema kwamba mimi natembea nuruni? Kwa hiyo hili ndilo kusudi la kuja hapa siku ya leo, na hii ndio kusudi ya kuwa na mada hii siku ya leo, kwamba mtazamaji wetu wa Sauti ya Uzima aweze kupata ufafanuzi, atambue kwamba nini maana ya kutembea nuruni. Tunaposema kutembea nuruni huwa tunamaanisha kitu gani? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali nzuri. Kwanza nimefurahi sana kupata hii nafasi, lakini pia kwa mada hii nzuri sana na ya kusisimua ambayo inakuwa ni kauli ambayo watu wanaizungumza sana, lakini na maana pana sana. Lakini pia kuna wengine ambao wanaelewa tofauti na jinsi ilivyo. Kutembea nuruni au kutembea katika nuru, tafsiri yake ni nini? Tunapozungumzia kutembea nuruni au kutembea katika nuru, tafsiri yake ni kwamba huyu Mkristo ambaye amemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kuishi maisha ya usafi. Na usafi tunaozungumzia hapa sio usafi wa kuoga, sio usafi wa mavazi, lakini usafi ambao tunazungumzia hapa ni usafi wa kimaadili. Ni usafi wa tabia na mwenendo wa Mkristo ambaye amefanya nini? Ameokoka na muamini Kristo. Kwa hiyo nuru ambayo tunazungumzia, kutembea nuruni au kuishi katika nuru, ni matendo ya mtu mwenyewe, jinsi anavyoishi maisha yake, yawe maisha ya utakatifu, yawe maisha ambayo anampendeza Mungu na jamii inayomzunguka. Kwa maana hiyo unaweza ukavaa vizuri, ukaonekana vizuri, lakini hautembei katika nuru. Sawa. Ningependa tusome kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura yake ya 5 mstari wa 4 hadi wa 7.
Wathesalonike wa kwanza yeah, sura ya 5 mstari wake wa 4 hadi wa 5. Utapata tafsiri nzuri hapo ya kutembea katika nuru. Okay, so mtazamaji wangu wa Sauti ya Uzima, tuna kama jinsi ambavyo tumeanza somo letu na tumeangalia, amejaribu kusema machache juu ya nini maana ya kutembea nuruni. Anazungumzia tabia za mtu, matendo ya mtu, na sio muonekano tu wa mtu wa nje, lakini maisha yake kwa ujumla. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4 hadi wa 7. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 4 hadi wa 7. Ndio. Bali ninyi ndugu, hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wana wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walalao usingizi hulala usiku pia, na wale wao hulewa usiku pia. Amen. Ambaye ameandika hapo ni Paulo. Na katika hii sura ya 5 Paulo alikuwa akizungumza na Wathesalonike kuhusu habari ya kuja kwa Yesu. Ndio. Na ukiangalia vizuri hapo anawaambia kuhusu nyakati na majira haina haja niwaandikie. Kwa sababu ninyi wenyewe Wathesalonike mnajua kwamba siku ile hakuna anayejua nyakati wala majira. Sawa. Lakini siku ile itakuja kama vile uchungu unavyompata nini mwenye mimba. Na kama vile mwizi anavyokuja kuiba. Unajua ndugu mtangazaji, ingekuwa mtu anajua ya kwamba mwizi atakuja kuniibia leo, hakuna mtu ambaye angekuwa analala. Angekuwa na kesha na rungu. Kwa hiyo anawaambia siku hiyo pia itakuwa watakuwa wakifikiria kwamba kuna amani na salama. Lakini uharibifu utawajia kwa ghafla. Ningependa ndugu mtangazaji apate kitu hapo. Hii amani na salama ni propaganda au ni misemo ambayo walikuwa wanatumia Warumi kipindi hicho. Kwa hiyo Paulo alitaka kuonyesha Thesalonike ya kwamba watu watakuwa wakifikiria kwamba kuna amani na salama, lakini uharibifu utawajia kwa ghafla. Lakini Paulo hakuishia hapo. Tunampeleka ndugu mtazamaji kupata tafsiri ya kutembea katika nuru. Yes. Akamwambia ninyi Wathesalonike ambao mmemwamini Kristo, siku hiyo haitawajia ninyi kama mwizi. Kwa sababu ninyi si wana wa usiku, si wana wa giza, lakini ni wana wa nuru. Kwa akawapatia masharti mawili wa Thesalonike. Ya kwamba kitu cha kwanza msilale kama wengine walalavyo. Kitu cha pili mkeshe na kuwa na kiasi. Kwa hiyo kitu ambacho Paulo alitaka kumaanisha hapa ni kwamba Wathesalonike waliomwamini Kristo wajitahidi kuishi maisha ya nuru. Kwa sababu siku ile inakuja isiwapate kama jinsi inavyoweza kuwapata wale ambao hawajamwamini Kristo. Kwa waishi maisha ya utakatifu, waishi maisha ya nuruni, maana yake maisha ya usafi ya kumpendeza Mungu pamoja na jamii inayowazunguka. Lakini pia ukisoma katika sura ya 4 mstari wa 7, kitabu hiki hicho Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7. Inasema maana Mungu hakutuitia uchafu bali tuwe katika utakaso. Umeona hapo anamwambia Mungu hakutuitia uchafu bali tuwe katika utakaso. Hapo anazungumza na Wathesalonike ambao wamemwamini Kristo. Na katika sura ya 4 anawaambia, anawahamasisha wazidi. Kwa sababu miongoni mwa Wathesalonike kuna ambao walimwamini Kristo. Unakumbuka Paulo aliwahubiri wa Thesalonike, lakini miongoni mwao kuna ambao walimwamini Kristo na ambao hawakumwamini Kristo. Wale ambao walimwamini Kristo anawaambia, anawakumbusha kwamba Mungu hakutuitia nini uchafu, bali alituitia utakaso. Wazidi kuishi maisha ya utakaso. Kwa nuru ambayo tunazungumzia hapa sio nuru ya taa. Sio nuru ya kupendeza. Unaweza ukatembea katika nuru lakini bado upo katika giza. Kwa sababu matendo yako hayampendezi Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa kuishi katika maisha yanayompendeza Mungu ili maisha yetu yawe nuru katika jamii. Yote ambayo natuzunguka. Kuna kitu ambacho katika makuzi yangu nimekuwa nikijifunza sana. Ukiangalia majengo mengi ya makanisa hasa yale ya zamani, yalikuwa na sehemu nyingi sana ambazo yalikuwa zinatumika kuwekea mishumaa ama kuweka mataa. Na hata makanisa mengine kwa sasa ama madhehebu mengine wamekuwa wakiheshimu sana kutumia mishumaa ama mataa mengi kanisani, wakiamini kwamba wao ni wana wa nuru, wakitumia hichi kifungu cha wao ni wana
wa nuru, kwamba lazima jengo la kuabudia lijae mishumaa mingi. Jengo la kuabudia liwe na mataa ya kutosha, yani kuwa kuna waka kiasi kwamba yani ukiingia unasema kwamba yes, hapa sasa nipo nuruni. Na wakati mwingine hii imekuwa ikibadilisha hata fikra za watu, wakiamini kwamba nuru tunaizungumzia ni ile ya muonekano wa kawaida, ile ambayo tunaiona, lakini kumbe nuru sio ile ambayo tunayoizungumzia hapa, sio ile ambayo tunaiona, labda kuwa na mataa mengi, kuwa na mishumaa kanisani. Kuna hata wengine wanasema kwamba nuru ya nini kuangazie, yani kuna kuaga na kamsemo fulani kwambia nuru ya Bwana sijui kuangazie. Nimewahi kuuliza sana kuhusiana na hiyo. Anasema kwamba mtu akifa anakoelekea kwenye mateso na giza kubwa, kwa hiyo anahitaji nuru ya Bwana. Ndugu mtangazaji, ningetaka nirudi kitu hapo. Nirudie nyuma kidogo. Kwa mfano hiyo anasema tunawasha mataa kanisani kwa sababu tukiwasha mataa kanisani maana yake kanisa letu nuru ya Bwana hapana. Hicho kitu ni dogmaism. Tunasema kwenye theology tunasema ni dogme au ni mapokeo ya makanisa. Na hivi vitu ukisoma kwenye historia ya kanisa vilianza tokea zamani nyuma huko. Lakini kwenye Biblia hakuna sehemu ambapo Biblia inasema ili kanisa lako liwe na nuru ya Kristo inatakiwa tuwashe mataa mengi, lakini ni mishumaa mingi, ni mapokeo tu. Lakini kwa mujibu wa Thessalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4, Paulo nuru ambayo anazungumzia hapo ni nuru ya matendo. Sisi ambao ni wa Kristo tutembee katika matendo ambayo yanampendeza Mungu, ili matendo yetu nakumbuka tena kwenye Mathayo inasema hakuna mtu ambaye anawasha taa alafu anaiweka chini, anaificha. Lakini mtu anawasha taa ili aiweke wapi? Mezani, iangaze. Kwa matendo yetu sisi ambao tumeamini Kristo yanatakiwa iwe mema, ya angaze watu ambao wanatuzunguka. Sasa shida inayotupata ni moja na mwalimu, kwamba tunapata kuna vitu vingi sasa hivi. Napenda kuna kifungu cha maandiko ambacho kinasema kwamba haja zenu na zijulikane na Mungu, upole wenu ujulikane na watu wote. Sawa. Na upole ni moja kati ya matendo mengi sana ambayo yanaweza yakatafsiri nuru, si ndivyo? Kwamba lengo la nuru, sisi kuwa nuru, ni kwamba tuangazie watu wengine, watu wajifunze kupitia kwetu. Sawa. Ndio maana ya kuiweka hiyo nuru watu wote waione kwamba ninyi ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Sasa kama si ni nuru ya ulimwengu, ina maana kusudi matendo yetu yote yanapaswa watu wengine wayaone. Lakini shida inakuja sehemu moja. Unajua maisha sasa hivi ni magumu sana. Ndio. Na ule mstari wa Wafilipi anaposema kwamba haja zenu na zijulikane na Mungu na upole wenu ujulikane na watu wote. Tumegeuza sasa hivi. Sasa hivi tunafanya hivi. Vice versa. Shida zetu tunamtangazia kila mtu. Alafu upole wetu tunataka tukija mbele za Mungu ndio tuonekane wanyenyekevu sana. Ni kweli. Kwa sababu hii imetupatia picha mbili. Kanisani unatambulika kwa namna hii, nje ya kanisa unakutambua kwa namna nyingine. Hivyo unajua kwamba kuna watu ambao ukisema unaenda kuwatembelea kwao na wewe ni mpendwa mwenzake, ni Mkristo mwenzake, anakukimbia. Kwa sababu hataki majirani wote wajue kwamba yeye ni nani? Ni Mkristo. Kutokana na matendo yake. Kwa sababu pale mtaani yeye ni giza. Sawa. Si huko kanisani tunajua yeye labda ni nuru kule mtaani, lakini mtaani wanamjua ni nini? Ni giza. Umeona? Hiyo ni kweli. Ndio maana tunasema unapokuwa Mkristo alafu Ukristo wako watu wanaokuzunguka na kutafsiri ni sawasawa na mtu mmoja nilikuwa nazungumza naye juzi tu hapa. Anasema mimi nyumbani kwetu familia yangu hawataki kunielewa. Yaani familia yangu inanizungumzia vibaya. Lakini watu wa nje wananizungumzia vizuri. Nikamwambia una shida. Inatakiwa ujichunguze vizuri. Kwa sababu familia yako ndio mko wote muda wote. Watu wa nje hawakujui vizuri kama familia yako. Kwa kama familia yako haikuelewi na kuzungumzia vibaya, anza kujirekebisha kwanza matendo yako. Je, unaishi vizuri? Wewe na familia yako mko sawa? Kwa hiyo tunatakiwa kuwa watu ambao matendo yetu yanaonekana ya kwamba kweli tunamtumikia Mungu katika roho na kweli, na katika kuanzia kwenye familia zetu na hata jamii ambayo inatuzunguka. Sasa hiyo inanipeleka moja kwa moja kwenye swali ambayo nadhani hata mtazamaji wangu wa Sauti ya Uzima angetamani kabisa kujua majibu ya swali hili, kwamba okay, sawa, tunajifunza kuangalia kutembea nuruni. Ni zipi ishara ambazo zitatusaidia sisi kutambua kwamba huyu bwana
yeye ni kweli anatembea nuruni. Unajua ni ngumu wakati mwingine kutambua hivi vitu. Kuna vitu ambavyo ni ngumu sana kutambua. Unajua kuna mambo ambayo unaweza kuyaona kwa nje, kwa mfano labda usafi wa nguo, usafi wa mwili. Ni rahisi sana kuona kwa nje, lakini sio rahisi kuona kwa mambo yale ya ndani. Kwa mfano vitu kama hivyo vya ndani ni ngumu sana kuweza kuona. Lakini je, nitawezaje mimi kumtambua sasa bana huyu mtu anatembea nuruni? Nawezaje kumtambua mtu namna hiyo? Swali nzuri sana. Kuna ishara 4 zinazoonyesha kwamba huyu mtu anatembea katika nuru. Okay. Kitu cha kwanza, ishara ya kwanza ambayo inaonyesha mtu anatembea nuruni ni kitu cha kwanza, mtu ambaye anatembea katika nuru ni mtu ambaye anatoa mwili wake kuwa dhabihu iliyo hai. Mwalimu, ukisema tena dhabihu ni lugha ya Kikristo. Ukisema dhabihu ni lugha ya Kikristo, nina imani kuna mtu mwingine ambaye hajawahi ingia hata kanisani anaangalia kipindi cha Sauti ya Uzima angetamani sana kujua tukisema dhabihu huwa tunamaanisha nini. Tunapozungumzia dhabihu maana yake ni sadaka. Dhabihu maana yake ni nini? Ni sadaka. Kwa unaposema mtu ambaye anatembea nuruni ni mtu ambaye anatoa mwili wake kuwa dhabihu iliyo hai. Maana yake ni nini? Huyu mtu anatakiwa kutoa mwili wake sadaka kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Au katekate. Au achomwe kwenye moto. Swali nzuri sana. Nataka tuende kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wake wa 16 hadi 17. Wakorinto wa kwanza sura ya ngapi? Ya 3 mstari wa 16 hadi 17. Maandiko yanasema hivi, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Yes. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo ninyi. Hapa nataka nimpatie ndugu mtazamaji adhina kidogo. Sawa. Korinto ulikuwa ni mji mkubwa. Sawa. Lakini pia ulikuwa na bandari kubwa. Na Korinto pia ilifahamika kama mji wa sanamu. Waliabudu sanamu, waliabudu miungu sana. Lakini pia sifa nyingine ya Korinto ulikuwa ni mji wa uzinzi. Watu ambao waliishi mle Korinto walikuwa ni wazinifu sana. Kiasi kwamba hata sasa hivi ukisema Mkorinto, tafsiri yake unapata moja kwa moja ni mzinzi. Wewe mpendwa, wewe ni Mkorinto, umemtukana mwenzako. Vita. Ni mzinzi. Kwa hiyo Paulo akaingia Korinto, na hapo tuposoma kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 3:16-17, anamwambia hamjui ya kwamba ninyi miili yenu ni hekalu la Kristo na Kristo anakaa ndani yenu? Unapofanya dhambi, unapofanya uzinzi, unachafua hekalu la Kristo, ambapo sehemu ambapo Mungu anaketi. Kwa unapoharibu hekalu la Kristo, unapochafua, Mungu naye atafanya nini? Atakuharibu. Kwa tunaposema Mkristo, ishara ya kwanza ya mtu ambaye anatembea nuruni ni mtu ambaye anatoa mwili wake kuwa dhabihu hai, anatoa mwili wake kuwa sadaka. Maana yake ni nini? Tusitoe miili yetu sadaka kwa kufanya dhambi. Ni mtu ambaye hatoi miili yake sadaka kwa kufanya uzinzi, uasherati, uongo, uchawi, umbea. Hapa tena kuna kitu kingine kinanijia kuhusu umbea. Kuna sifa 9 za wambea. Lakini tutazungumzia siku nyingine. Kuna sifa 9 za wambea. Kwa hiyo mtu ambaye anatembea nuruni hatoi mwili wake kwenye kufanya mabaya, lakini anatoa mwili wake kuwa sadaka kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Maana yake ni nini? Wenzako watakwambia leo twende disco, mwili wako umeshatoa sadaka kwa ajili ya Kristo, anasema nyewe nendeni, itabaki tu nyumbani. Wenzako wanasema leo twende tukapige pombe kidogo, wanasema nyewe nendeni, mimi nabaki nyumbani na natafakari neno, nafanya shughuli zingine. Tafsiri yake ni nini? Ni mtu ambaye anatambua ya kwamba mwili wake ni hekalu la Kristo. Kwa hiyo analinda mwili wake, ametoa mwili wake kuwa dhabihu, sadaka kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kwa ishara ya kwanza ya kuonesha huyu mtu anatembea nuruni ni mtu ambaye ametoa mwili wake dhabihu au sadaka kwa ajili ya kumtumikia Mungu, na sio kutoa mwili wake dhabihu au sadaka kwa ajili ya mabaya, kwa ajili ya machafu, kwa ajili ya maovu. Na kupata vizuri sana kile ambacho unajaribu kuzungumza. Tunajua kabisa kwamba miili yetu huwa inatuongoza kwenye baadhi ya mambo ambayo yanakinzana na roho. Mara nyingi sana pamekuwa na vita kati ya mwili na roho. Roho yako inataka kufanya jambo fulani, lakini mwili unatia nguvu katika kufanya lile jambo lingine. Na umesema vizuri hapa kwamba ishara ya kwanza mtu anayetembea nuruni ni mtu ambaye
anaweza kuongoza mwili wake katika mambo fulani fulani. Najua tupo kwenye mtiririko kuangalia sifa za mtu anayetembea nuruni, lakini tukisalia kwenye hii pointi yetu ya kwanza ya namna ya kukatalia mwili katika mambo fulani fulani, moja kati ya nipe njia moja tu ambayo inaweza kumsaidia mtazamaji wangu wa Sauti ya Uzima, inaweza kumsaidia kuongoza mwili wake, yani nifanyeje ili mimi niwe na umudu mwili wangu? Swali nzuri sana. Swali la dhahabu. Ningependa niseme hichi kitu. Kuna adui watatu wa mwanadamu. Tutawachambua huko mbele. Lakini nataka nimchambue mmoja, mwili. Miongoni mwa wale adui watatu wa mwanadamu, kuna mmoja ni mwili. Labda niseme hivi ndugu mtangazaji, mwili hauokoki. Hapo wanasema vijana wanasema umepiga kwenye mshono. Yaani mwili hauokoki. Hata uwe na madegree na madiploma na mavyeti mwili hauokoki. Kazi yake ni kusurubishwa tu. Yaani mwili unatiishwa, lakini hauokoki. Unaweza kusoma neno sana lakini mwili hauokoki. Mwili unatiishwa, unalazimishwa. Kwa hiyo njia mojawapo ya kuweza kutiisha mwili wako ili utoe kwa sadaka kwa kumtumikia Mungu ni kusoma neno. Sawa. Kwa sababu neno la Mungu ni taa. Inatuongoza wapi tupite, nini tufanye, nini tusifanye, nini ni sawa na nini sio sawa. Sawa. Lakini pia maombi ni kitu cha muhimu sana. Anasema kwenye kitabu cha Efeso pale sura ya 6 anasema hatimaye vaeni silaha zote. Na pale wanaanza kutaja chukua dirii, chepeo, chukua ngao. Ukianza kusoma vizuri unaweza kuchambua kitu kimoja kimoja hapo. Mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Wanasema tuchukue ngao, tuvae dirii, tuchukue chepeo. Si ndio? Paulo pale alikuwa anazungumzia, alichukua picha ya mavazi ambayo alikuwa anavaa wanajeshi wa zamani kipindi hicho. Kwa anaposema tuvae kofia, ile kofia ambayo Paulo alizungumzia pale ambayo alikuwa anavaa wanajeshi wa zamani, tafsiri yake ni nini? Tunapovaa ile kupitia maombi itatusaidia kuzuia mitazamo yote miovu ambayo shetani anaweza kutuma kwenye fikra zetu. Kwa maombi inasaidia mtu kushika pia fikra zake. Unaweza ukawa hapo fikra zinakuambia siende ukafanya hivi, mwili unakutuma twende, lakini maombi yanakusaidia. Nina rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa ananifurahisha sana. Unajua kuna wakati fulani kwenye maombi mnakuwa mnaomba alafu anakujaga kile kipindi ambacho mwongozaji anasema tutafakari kidogo, tukae kimya tumtafakari. Jamaa wangu ananiambia hakuna kipindi nachukia kama hicho. Kwa sababu kile kipindi ukisema tukae kimya tutafakari, mimi mawazo yangu yananitoa kwenye maombi, yananipeleka kwenye mambo mengine kabisa. Kwa hiyo sasa hivi napata picha kwa nini unasema ni vyema pia tukasoma neno, tukawa na maombi na tukamwomba Mungu aweze kushika fahamu zetu, kwa sababu nadhani kila kitu ambacho mwili unafanya kinaanzia kwenye fahamu zetu. Unaanza kutafakari na kufikiria. Nadhani mtazamaji wangu sasa umepata kujua kwamba ni kwa njia zipi ambazo zinaweza kutusaidia sasa kuongoza mwili, kukatalia mwili kwenye baadhi ya mambo na kuutuma mwili kwenye baadhi ya mambo fulani. Kwa hiyo ilikuwa ni njia ya kwanza ya kuangalia ni ishara gani ambayo itatuambia kwamba huyu mtu anatembea nuruni. Kwa hiyo tumeona kwamba ishara ya kwanza kutuambia kwamba huyu mtu anatembea nuruni, lazima awe mtu ambaye yuko tayari kutoa mwili wake kama sadaka. Unaotoaje mwili kama sadaka? Kunyima yale yote ambayo mwili wenyewe unataka. Na kiukweli hii nadhani ni sadaka kubwa sana kabisa. Kwa sababu mwili ukiwa unataka jambo huwa unatumia nguvu kubwa sana. Yaani huwa unalazimisha sana. Unahitaji moyo. Umewahi kuwa na rafiki ambaye anapuliza? Wapo. Unakaa naye alafu dakika chache na akiwa amekosa hicho kitu, yani anakosa amani. Na hata wanaopiga pombe kidogo. Kuna mtu mmoja alikuwa na hiyo shida sana. Anasema mtumishi wa Mungu, ninatamani sana kuacha hiki kitu lakini siwezi. Nikamwambia jipe muda. Soma neno, omba, afu jipe muda. Unajua nakumbuka kwenye kitabu cha Danieli. Kipindi ambapo mfalme aliota ndoto, Nebukadneza. Ile ndoto ilimletea vitu viwili.
Kitu cha kwanza ilimfadhaisha. Kitu cha pili ikamkosesha usingizi. Kwa nini ilimfadhaisha? Ni kwa sababu gani? Baada ya kuamka alisahau ile ndoto. Okay. Kwa kitu alichofanya akaita waganga, walozi, wachawi, wakaldayo. Hao wakaldayo walikuwa ni wanajimu, wasoma nyota. Akamwambia hapa vitu viwili. Kitu cha kwanza mnikumbushe ndoto na mnipatie tafsiri yake. Walishindwa. Lakini Danieli alipokuja, alipoelezewa kitu kilichoendelea na Arioko alikuwa ni msimamizi wa jeshi la kifalme. Danieli alichukua hatua 8 kwa ajili ya kumaliza ile tatizo. Na miongoni mwa hatua 8 ambazo Danieli alichukua, hii pia ni kitu kingine, ni somo lingine ambalo tunaweza tutalizungumzia hata siku nyingine. Okay. Hatua 8 za kufanya katika changamoto. Kwa miongoni mwa hatua 8 ambazo Danieli alifanya, aliomba muda. Baada ya kuzungumza na mfalme, akamwambia mfalme, naomba muda. Hawa wote wameshindwa kutoa tafsiri ya ndoto na kukukumbusha, lakini mimi naomba muda. Kwa nikamwambia bwana, hata kama wewe kunywa pombe na kusumbua, yaani unaona kama vile ni kazi, jipe muda. Sawa sawa. Utafikia hatua hichi kitu utakiacha. Kwa bwana, kuzuia mwili ni kitu kigumu sana. Mtazamaji wa Sauti ya Uzima, jipe muda. Haijalishi ni changamoto gani unapitia ama ni kitu gani unajaribu kuacha lakini imekuwa ngumu, ukijipatia muda. Kuko majibu mengi sana kwenye muda, kwenye kusubiri, kwenye kumtegemea Bwana, kwenye kumtafuta Bwana. Ishara ya pili ya kumtambua mtu anayetembea nuruni. Yes, ishara ya pili ya kumtambua mtu anayetembea nuruni, mtu ambaye anatoa mwili wake kuwa takatifu. Okay. Tumesema anaitoa mwili wake kuwa sadaka. Yes. Na sasa baada ya kuwa umetoa sadaka, utoi tu sadaka afu kabakia kuwa sadaka. Unapaswa uwe takatifu. Okay. Hapo kuna misemo mingi nimekutana na hii shambulio. Wanasema hakuna mtu anaweza kuwa mtakatifu chini ya jua. Yaani na pia wanaweza kutuliza hata watazamaji wetu. Mwanzoni tuliwaambia kwamba mwili hauokoki. Na kama hauokoki unawezaje kuwa takatifu? Yes. Swali nzuri sana. Tungeenda, unajua kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza na mstari wa 15. Okay. Waraka wa kwanza wa Petro. Acha tusome pale. Sura ya kwanza na mstari wa 15. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza na mstari wa 15. Maandiko yanasema hivi. Yes. Mstari wa 15. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwendo wenu wote. Tafsiri yake ni nini? Ndio. Ingekuwa mtu hawezi kuwa mtakatifu, maana yake hilo andiko lisingekuwepo hapo. Kama wanasema aliyetuita ni mtakatifu na sisi watakatifu, maana yake kuna uwezekano wa sisi kuwa watakatifu. Kwa hiyo tukasema mwanzoni, mwili uokoki lakini unatiishwa. Utakosea leo, unasimama. Utakosea kesho, unasimama. Hatimaye kuna muda utaweza kujicontrol. Haimaanishi kwamba mwili haukwambii nenda kazini. Unatamani, wewe ni kijana kweli, unasema natamani niende nikafanye hichi kitu. Lakini unajicontrol, unautiisha mwili. Na katika kuutiisha inakupatia mafanikio ya kutembea kama jinsi Yesu alivyotembea. Kusoma hata kwenye mstari wa 18 anasema hatukukombolewa kwa vitu vyaribikavyo, kwa fedha wala dhahabu, lakini kwa damu ya Yesu ambayo ni ya thamani. Kwa damu ya Yesu imemwagika msalabani na tufanye sisi kuwa watakatifu. Na tunasaje kuwa watakatifu? Tunatiisha mwili. Hata kama unajisikia nataka nikapige kidogo, unajua hii pia inakuta watu wengi ameenda dukani alafu anarudishwa chenchi ya kuzidi na kweli ana shida na bana lakini basi tu ni kama vita fulani na kuendelea ndani yako, acha tu iende. Kwa hivyo kuachia pale sio rahisi kabisa, lakini hivyo na hivyo inasaidia. Unaweza kuishi maisha ya utakatifu. Kwa ishara ya pili ya mtu ambaye anatembea katika nuru ni mtu ambaye anaishi maisha ya utakatifu. Maisha ya utakatifu. Yes. Na kama jinsi ambavyo nimemuelewa mwalimu anasema kwamba kuishi maisha ya utakatifu inawezekana kwa sababu ni kuondokana na yale yote ambayo yanaweza kuuchafua mwili. Yes. Yale yote ambayo yanaweza kuuchafua mwili, ukiondokana nayo unakuwa umefanikiwa kuishi maisha matakatifu. Na hiyo inawezekana ni ishara ya moja kwa moja kutuambia kwamba huyu bwana anatembea nuruni. Yes. Sifa ya tatu. Sifa ya tatu au ishara ya tatu ambayo inaonyesha huyu mtu anatembea katika nuru ni mtu asiyefuata kanuni za dunia. Okay. Yaani kama mtu anasema anatembea katika nuru alafu bado anafuata kanuni za dunia hii, wewe bwana anatembea. Mfano wa kanuni za dunia kama zipi? Swali nzuri sana. Kwanza mwanzoni nilisema mwanadamu ana adui wakubwa ngapi? Watatu.
Adui wa kwanza ni dunia. Tulisema mmoja kule. Adui wa pili ni shetani. Adui wa tatu ni mwili. Ningependa tusome kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 15. Mstari wa 15 inasema hivi. Yes. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Yes. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Asante. Kwa hiyo tukasema mwanadamu ana adui ngapi? Watatu. Nataka nichambue adui watatu hapa. Adui wa kwanza ni dunia. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Kitu cha kwanza tunaweza kumchambua adui wa kwanza. Adui wa kwanza ni dunia. Na huu dunia na mambo makubwa matatu, ndugu mtazamaji. Kitu cha kwanza, dunia ana tabia. Dunia ina tabia. Ningependa andika kabisa, dunia ina tabia. Na hizo tabia ziko tabia 4. Tabia ya kwanza, dunia ina mfalme, ambaye mfalme huyo ni shetani. Tabia ya pili, dunia ina falsafa zake. Ina mafundisho yake. Ina hekima zake. Ni zipi? Ndio tunaona vijana sasa hivi. Unajua ndugu mtazamaji, kuna mambo mengi sasa hivi yanaendelea kuhuzunisha sana. Utaona kijana amevaa suruali kubwa pana inamshinda miaka. Yaani hata kama zamani kweli wazee walikuwa wanavaa suruali, lakini hizo zinazidi. Alafu unakuta ametembea ameshikia hapa sasa. Yaani yeye mwenyewe ndo amenunua ni kubwa. Alafu hajavaa mkanda, alafu anatembea anashika hivi. Hizo ndo falsafa za dunia, mafundisho ya dunia. Utaona vijana siku hizi unakuta hata mwimbaji anaimba kwa, lakini suruali ameivalia chini huko. Hizo ni falsafa za dunia. Ukisoma hata kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 3 na mstari wake wa 16 nafikiri. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 na mstari wake wa 16. Yes, 16. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 na mstari wake wa 16. 3:16. Yes. Tasoma pale kwa faida ya mtazamaji wetu pia. Yes. 3:16 maandiko yanasema, hamjui ya kuwa Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Yes. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Yes. 17. Hapo zinatosha. Kwa hiyo hizo ni falsafa za dunia. Utaona kijana anafuata madebedesha, maswali makubwa, vaa mikanda, amejichora matatu. Hizo ni falsafa za dunia. Kwa tabia ya tatu ya dunia, dunia ina malengo yake. Na malengo yake ni kuondoa watu kwa Yesu na kuwapeleka kwa shetani. Tabia ya 4 ya dunia, dunia ina watu wake. Kwa mujibu wa Luka sura ya 16 mstari wa 8. Yaani ina watu wake. Luka 16 mstari wa 8. 16 mstari wa 8 maandiko yanasema, yes. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Kwa wana wa ulimwengu. Kuna watu ambao ni wana wa hii dunia hii. Kwa hiyo ni hivyo. Mtu ambaye anatembea katika nuru hafuati kanuni za dunia hii. Maanake ni nini? Hafuati tabia za watu wa dunia, hafuati falsafa za dunia, hafanani na watu wa dunia hii. Tulisema dunia ina vitu vitatu. Ya kwanza ina tabia, tumetaja tabia 4. Kitu cha pili, dunia ina ufisadi, ndugu mtazamaji. Na ufisadi wa dunia tunaupata kwenye mstari wa 16 kwenye ile Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 15:16. Tuanzia 15:16. Na hapo tunaona ufisadi wa dunia ni ufisadi wa aina 3. Kitu cha kwanza ni tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Amen. Na ukishuka vizuri, hichi kitu kimejirudia tena kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. Eva alipoona lile tunda, alipoliona akaona kwamba linafaa kwa chakula. Baada ya kuona akalitamani. Tamaa ya macho, tamaa ya mwili, kiburi cha uzima, akachukua akala. Akaenda kinyume na maagizo ya Mungu. Kwa kitu cha pili, dunia ina ufisadi. Na ufisadi ndio huo. Na kitu cha tatu, dunia ina mwisho. Kwa hiyo mtu ambaye anatembea katika nuru, ishara ya pili ni mtu ambaye hafuati kanuni za dunia hii. Dunia inafundisha kwenda kulewa, yeye hayupo huko. Dunia inafundisha tuvae suruali ilivyo, hayupo huko. Yaani yeye yuko
tofauti, anaenda na maneno ya Mungu. Yes. Na wakati mwingine unaweza ukajikuta kwenye nyakati ngumu sana, na nadhani hii ndiyo sababu ambayo inatufanya tujikute wakati mgumu, kwa sababu tumechagua kwenda kinyume na mifumo ya dunia jinsi ambavyo inataka. Wakati mwingine tunalalamika na kufanya, lakini kumbe ni kwa sababu hatupasi kufanana na mifumo ya dunia. Tumeangalia sifa ya kwanza. Sifa ya kwanza tumesema mtu ambaye anatembea nuruni, tukasema kwamba lazima huyu mtu awe tayari matendo yake, yani matendo yake yatuonyeshe kwamba yeye anaishi maisha matakatifu. Ametoa mwili wake sadaka. Lakini ya pili tumesema kwamba lazima aishi maisha matakatifu kwa kutuonyesha kwamba anapingana na matendo yote machafu. Lakini ya tatu ni mtu ambaye hafuatani na misingi ama kanuni za kidunia. Yani ni nini? Kitu cha nne ni mtu ambaye nia zake zimegeuzwa. Nia zake zimegeuzwa. Tukisema nia zimegeuzwa kwa Kiswahili cha haraka ni kwamba kuna mahali alikuwa anawaza ama anaelekea, sasa anawaza tofauti na vile. Tunapozungumzia nia kugeuzwa, tafsiri yake ni nini? Ni tunataka kuona hapo. Ni kwamba zamani kipindi hujamjua Kristo ulikuwa ni mgomvi, lakini sasa hivi unaishi nuruni. Tafsiri yake ni nini? Nia yako imegeuzwa. Ulikuwa unapenda kugombana, lakini sasa hivi hata wanapokukwaza unatulia, unanyamaza kimya. Nimekumbuka kuna msemo watu wanaharibu sana, wanabadilisha kwenye Biblia, miongoni mwa matunda yale ya Roho. Matunda 7 ya Roho. Kuna upole, alafu kuna kiasi. Lakini utaona mtu yuko anagombana na mtu huko, usinizoee. Biblia inasema tuwe na upole kiasi. Biblia haijasema tuwe na upole kiasi. Inasema tuwe na upole mkato kiasi. Yani upole na kiasi ni vitu viwili tofauti. Ni sawa kabla hujaendelea. Ni sawa na huu msali wa maandiko ambao unasema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kuna watu wanasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mimi ndimi njia, wanasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Badala ya kusema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Lakini wao wanasema mimi ndimi njia ya kweli. Wanaharibu hapo. Ni sawa na hicho ambacho umesema. Hakuna kiunganishi kati ya upole na kiasi. Ninasema upole, kiasi inaendelea kitaja yale matunda. Lakini utaona mtu amewaka kabisa, usinizoee. Anamaanisha kwamba ni Mkristo nipande kichwani. Biblia inasema tu na upole kiasi. Anamwambia nitauvua Ukristo. Alafu nitauvaa. Yani. Kwa hiyo mtu ambaye anatembea katika nuru, ishara ya 4. Nia zake zimegeuzwa. Kipindi hajamjua Kristo alikuwa ni mgombanaji sana, lakini nia imegeuzwa. Anakuambia vyangu havitoki mbali. Kipindi hajamjua Kristo alikuwa ni anapenda vitu vya ushirikina, lakini nia zake zimegeuzwa. Unajua, ukisoma chimbuko la Tesalonike, ni watu ambao mababu zao walitawaliwa na Warumi. Na Warumi wale walikuwa ni watu ambao wanaabudu sana miungu. Kuna watu ambao walikuwa wanafanya sana uzinzi. Kwa Tesalonike pia walikuwa wenyewe hiyo misingi ya uzinzi. Lakini baada ya kumwamini Kristo, baadhi yao walionyesha kuwa na maisha yenye maadili. Kwenye hilo swala walijionyesha kwamba wamekubalika na Kristo. Kwa mtu ambaye anatembea nuruni ni mtu ambaye anajitahidi kuonesha kwamba amekubalika na Kristo. Yaani nia yake imefanya nini? Imegeuzwa. Anaishi maisha ambayo yanampendeza. Ninashindwa namna ya kusema kitu kwa sababu nimebarikiwa sana na hizi ishara ambazo zinaweza kutusaidia kumjua mtu ambaye anatembea nuruni. Lakini sio tu kumjua mtu ambaye anatembea nuruni, lakini sisi wenyewe binafsi kujipa changamoto ama kujipima katika mizani, kujua kwamba je, tunatembea nuruni. Iwe sehemu ya kutukumbusha ama kutupa nafasi ya kujichunguza kwamba je, tunatembea nuruni ama tumeshaingia gizani. Kwa pindi ambapo unatumia hivi kama vipimo vya kupima watu wengine, tumia pia kama kipimo cha kujipima wewe mwenyewe, kujua kwamba je, bado unatembea nuruni ama niko nje ya nuru. Mwalimu, nikushukuru sana kwa kila ambacho umejaribu kufundisha. Umefundisha kwa kina sana, maandiko ya kutosha, na nina imani mtazamaji wangu wa Sauti ya Uzima amenufaika na kila ambacho tumejifunza. Kabla tujaenda mwisho wa somo letu, nataka nimuibie siri hii mtazamaji wangu wa Sauti ya Uzima ambayo hajaijua ama hajaelewa. Mwalimu ambaye ametufundisha mada hii pia ni muimbaji, anaimba.
Nataka utuambie kuhusiana upande huo kidogo wa huduma ya uimbaji, ukiachilia habari ya theolojia na kufundisha neno la Mungu. Gusto, nataka utuambie kidogo kama kwenye habari ya uimbaji. Unafahamika vipi katika sanaa ya uimbaji? Wewe ni nani kwenye sanaa ya uimbaji? Kwenye uimbaji kwanza namshukuru Mungu kwa kweli. Pale Pefa Mwasenga ni mwalimu pia wa kwaya. Okay. Kwa hiyo nafundisha neno, nafundisha na kwenye uimbaji. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu na ninapenda kweli, najisikia furaha sana ninapokuwa kwenye neno, napokuwa kwenye uimbaji. Kwa kweli unajua neno litapita. Manabii watapita, mitume watapita, lakini kitakachodumu ni kusifu. Mbingu itakuwa ni kusifu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo napenda sana kwa kweli. Una nyimbo zako binafsi? Nina nyimbo zangu binafsi na ina account pia YouTube. Okay. Inafahamika kwa jina la BMF Colombe. Ukiandika tu BMF Colombe pale utaona, utakuta pale kuna nyimbo zangu ziko pale. Unajua ukienda kwa mwanajeshi na ukamkuta hajavaa combat, ni ngumu sana kujua kama ni mwanajeshi, si ndivyo? Ukienda kwa mkulima na ndani kwake usikute jembe, ni ngumu sana kujua kama ni mkulima. Na ili watu wajue kama huyu mtu ni muimbaji, wanapaswa asikie akiimba. Okay. Sawa. Nataka kwanza, ni wimbo gani wa kuabudu ambao unapenda sana? Asante. Nyimbo ya kwanza ya kuabudu ambao ninapenda nikiimbwa najisikia kabisa nimefika mbali. Ni mwabudu nani kama sio wewe? Kidogo tu. Sawa. Ni mwabudu nani mimi kama sio wewe? Ni mwabudu nani mimi kama sio wewe? Sina mwingine wa kumwabudu ila ni wewe Bwana. Amen. Unasikiliza nyimbo za waimbaji wa Tanzania? Ndio, nasikiliza. Unapenda kusikiliza nyimbo za nani? Napenda kusikiliza kuna Paul Clement. Wako wengi. Paul Clement. Kama wako wengi, yule ambaye unamtaja wa kwanza maana yake ndio pendwa. Wimbo gani wa Paul Clement unaupenda zaidi? Nyimbo ya kwanza ya Paul Clement ambayo naipenda Hemani. Unaweza kutumbia kidogo? Hemani. Gusa kidogo tu, hata line moja tu. Sawa. Nimelifanya uliloniagiza, nijenge hema ya kukutani, si mimi na watu bali mimi nawe, ili tuzungumze tuongee. Hii nyimbo naipenda kwa sababu ameimba kitu cha msingi sana. Amen. Amegusa hema, ameimba kitu kikubwa sana. Amegusa theology. Theology. Napenda sana. Sawa, kwa kumalizia nataka una nyimbo ngapi mpaka sasa hivi ambazo umekwisha toa? Mpaka sasa hivi nina moja ambayo nimeshatoa huko. Lakini pia kuna 3 zipo njiani zinakaribia kutoka. Sawa. Katika hiyo moja ambayo umekwisha itoa, nataka tupe kionjo kidogo tu ili mtazamaji avutiwe zaidi kwenda kuangalia huyu mtu kweli alisema anaimba. Ngoja tukahakikishe kama kweli anaimba. Na tujue kama unajua mtu akisikiza nyimbo unaimba, nataka ajue kama ya kwako lazima uwe una uwezo kuimba pia. Niko huru, inaitwa Niko Huru. Okay. Mimi niko huru, si mtumwa tena. Zamani niliteswa na dhambi, sikuwa na amani, ila Yesu kanikomboa, ameniweka huru. Ninaimba na shangilia, niko huru. Amen. Najua hizo nyimbo 3 ambazo zinakuja huko nyuma huko naweza nikapewa kidogo collab na mimi nikaingiza nikaingiza sauti zangu pale nyuma. Au hata kwenye video akiwa anatoa video mtaniona mimi nalukaluka kule nyuma kidogo. Si ndivyo? Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya uwepo wake katika kipindi cha leo. Tumekuwa tukizungumzia kutembea katika nuru. Tumeangalia nini maana ya kutembea katika nuru, lakini pia tumeangalia
ishara za kutambua mtu ambaye anatembea katika nuru. Lakini baada ya hapo tumekuja kuangalia upande mwingine wa huduma yake ambayo ni uimbaji, na kama jinsi ambavyo unaona sauti na yote amefanya hapa yanasadiki kwamba hakika yeye ni mwimbaji. Tumefika mwisho wa kipindi chetu, lakini kabla ya kufunga atatuambia kama anapatikana vipi na namna gani tunaweza tukampata, aidha kumuuliza maswali binafsi ama kumhitaji kwa ajili ya huduma. Kama jinsi ambavyo umesikia, anafundisha semina, anafundisha makongamano, lakini pia ni mwimbaji. Kwa kama ukiwa unahitaji kutumika pamoja naye utampata vipi? Nataka tupatie namba yake ya simu ama njia nyingine ya mawasiliano ambayo anatumia ili tuweze kumpata kwa urahisi. Yes. Kwa namba ya simu, namba ya simu ninatumia namba ya Halotel 06 23 26 39 48. Na una namba nyingine tofauti na hiyo? Hiyo ndio ipo kichwani kwa sasa. Irudie tena. 06 23 26 39 48. Upo kwenye mitandao ya kijamii? Yes, ukienda mitandao ya kijamii Facebook, majina ya Kifaransa yani hatari. Bienfait Colombe. Ukienda YouTube ni Bienfait Colombe. Ukienda Instagram ni Bienfait Colombe. Maana Bienfait ni nini? Bienfait kwa Kiingereza nasema good luck. Good luck. Mtu anayefanya mazuri. Okay. Bienfait. Okay. Yeah. Basi ni kutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata vya Sauti ya Uzima. Kama una jambo na swali, usiache comment katika channel yetu ya Sauti ya Uzima, lakini kumbuka kusubscribe, kulike, na pia unaweza kutuandikia kwenye email yetu sautiyauzima2023@gmail.com. Tunaweza pata maoni yako pale, maswali ama mapendekezo ambayo unafikiria unaweza kutuachia pale. Hadi wakati mwingine, ulikuwa nami Mgina Lord. Siku zote mimi ndo mwenyeji wako hapa, na nimekuwa nikuletea wageni mbalimbali kwa ajili ya kujifunza na kulijua neno la Mungu. Mungu awabariki sana sana, tunawapenda. Yes. Amen. Amen.